umeingia kazini, si ndio? Once unaingia kazini, kuna siku utatoka. Yaani hilo halipingiki. Sasa kutoka kuna mambo kama matatu hivi ambayo yatakuondoa. La kwanza wewe mwenyewe kwa hiari ukaacha kazi. La pili unaweza ukafukuzwa kazi, na la tatu unaweza ikawa kifo, na la nne ni kustaafu. Haya ndio mambo makubwa ambayo yanamuondoa mtu kwenye utumishi wa nini? Wa umma, si ndio? Sasa kama ndio hayo mambo makubwa yanayoondoa mtu kwenye utumishi wa umma, lazima tunapofanya kazi leo ujiandae na kustaafu pia. Nadhani watu wa benki watatoa mada za mikopo. Sasa wewe ukope, nenda kaupe mwili pole. Wakati wa kustaafu pia mwili wako utateseka. Watu wa mikopo watatoa mada vizuri kabisa. Kwa hiyo unakopa, jitahidi uwekeze. Unapofanya kazi ukipata, weka akiba. Lakini pia sio mbaya kwa mtumishi wa umma pia kujishughulisha na kazi nyingine nje ya nini? Lakini usiharibu ratiba za nini? Za kazi. Nje ya muda wako wa ziada unaweza ukatafuta shughuli nyingine inayokuingizia kipato. Hiyo unaruhusiwa. Lakini sasa ukitafuta shughuli inayokuingizia kipato ukao unaiba muda wa mwajiri, hilo nalo ni kosa. Lakini pia na ukiiba muda wa mwajiri, mimi niwaambie tu uweze kufanikiwa. Sababu umeiba huku, alafu unaenda kuzalisha huku. Sasa kitu ambacho umekipata kwa hizi kinaendaje kuzalisha matunda mema? Jawabu hakuna. Kwa hiyo niwaombe sana kwenye kazi zenu muwe waadilifu, lakini pia pamoja na mnafanya kazi na mnasave, msisahau manyumbani kwenu. Ndiko baraka iliko anzie. Sawa? Kuna wengine mshapata kazi hapa, mnamsahau hata aliyekusaidia huko ulikotoka. Unamsahau hata mzazi wako. Wapo na mnapoendelea inawezekana na nyinyi pia kesemeni hapo mtakuwepo. Mnaishia kusema wazazi wasumbufu. Niwaombe sana. Kwenye kidogo unachokipanga, tengeni na kidogo cha kuwasaidia wengine. Tumeelewana vizuri? Na vitu ambavyo alikuwa anasisitiza ni nidhamu. Na sisi pale tulipokuwa rais kule tulikuwa tunatoa nickname. Sisi tulikuwa tunasema tu mzee wa SPK, yeye mwenyewe alikuwa ajui. Ila sio yeye anapeana ishara tu mzee wa SPK. Tunatulia, lakini ndio aliyotujenga na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Na ukivifuata hivyo unakuwa salama sana. Lakini ndio aliyotufundisha pia namna ya kuishi kwa upendo sehemu ya kazi na kujaliana na kuwajali wadogo. Kwa hiyo niwaombe sana kwa sentensi moja tu sema, kwenye utumishi wa umma inatakiwa tuheshimiane. Unatakiwa mheshimu kila mtu kama ambavyo wewe unapenda uheshimiwe. Kuna mtu ambaye anapenda adharauliwe? Kama upendi basi mheshimu na mwenzio. Lakini jingine niseme, sio kama waliotangulia pia wamesema, serikalini kuna cheni ya mawasiliano. Jamii Forum sio cheni ya mawasiliano. Mitandao ya kijamii sio cheni ya nini? Ya mawasiliano. Kwa hiyo jitahidi sana kufuata channel za mawasiliano. Na ndipo ambapo jambo lako litatatulika. Wewe una changamoto, una msimamizi wako wa kazi, una mkuu wa idara, una mkurugenzi. Yaani kuna viongozi wamejaa huku. Tumeelewana vizuri? Karagwe DC tupo kazini, tunaendelea kuwahudumia wananchi kwa ubora zaidi.